Watanzania, habari za jioni. Watanganyika wenzangu, mmeshindaje? Kuna kitu mwenzenu kinaniuma, ninahukumiwa moyoni. Samia, Malisa anakosa gani huyu mzee? Umri umeenda, baba wa watu, lakini umeenda kumpeleka chumba cha mateso. Moyo wangu unauma sana, naumia. Ni mzee, mtu mzima, amelitumikia taifa maisha yake yote. Haijalishi aliungana nanyi kufanya dhambi gani huko nyuma, lakini Samia, huyu ni mzee ambaye kiumri ni mkubwa kwako, ni mtu mzima, lakini pia amelitumikia ili taifa. Malipo yake ni kumteka. Kama uliona kwamba ana dhambi, ana makosa, amevunja sheria ya nchi, ni kwa nini haukuona busara kumshtaki? Maskini Malisa. Huyu mzee ni mzee mwenye hekima na busara sana. Samia, mbona ukatili wako umevuka mipaka? Mbona ukatili wako umekuwa ni too much? Kwa nini unakuwa kama shetani katika taifa la Tanzania? Tunapoongea mnasema tumevuka mipaka, kwamba sisi uhuru tunautumia vibaya. Taifa letu limekuwa likisemwa vibaya sasa hivi kwa majirani zetu. Limekuwa likisemwa vibaya sasa hivi duniani. Samia, kwa nini wewe umekuwa ni mtu wa kuumiza wa Tanzania? Kwa nini umekuwa ni adui wa haki? Adui wa kusema ukweli. Ni nani asiyejua kwamba Malisa umemteka? Ni nani asiyejua? Unapata wapi ujasiri wa kusimama kwenye majukwaa na kuongea lolote? Jeshi letu la polisi, jeshi la wananchi, kwa nini mmekuwa na roho ya kikatili namna hiyo? Kwa nini hamfahamu kwamba Malisa ametekwa? Mnamteka mzee wa watu katika ule umri, mnamweka kwenye mateso makali. Kosa lake ni nini? Samia, huyo mzee amelitumikia ili taifa kwa muda mrefu, na ni kiongozi mwenye upeo wa juu. Kosa lake ni kusema ukweli na kukataa ushetani wako. Samia, leo hii mmemweka mzee wa watu kwenye mateso. Siku zinaenda, siku zinapita, mzee Malisa yuko gizani, mnamtesa na ule umri kweli mnataka muue. Umemteka polepole Samia. Sisi, wewe una bunduki, sisi tuna maneno tu, hatuna chochote. Umemteka Mdude, umemteka polepole. Watu wote ambao ndio watu ambao kesho yao ni mwanga kwenye hili taifa unawateka na kuwamaliza. Unataka wabaki wajinga na mamburula kama wewe. Kwa nini? Tukiongea mnasema wanaharakati wanaharibu taifa. Tuwacholee macho mkiwa mnateka watu. Tuendelee kunyamaza kimya mkiwa mnamaliza watu ambao wenye akili katika nchi. Nani asiyejua kwamba Polepole alikuwa ni mtu mwenye akili kubwa sana? Ni nani ambaye ajui? Mmemteka, hatujui mmempeleka wapi. Mpaka leo tuko gizani, hatuelewi. Mmeona haitoshi, bado mnawateka wale viongozi wa Chadema wote ambao mnaona ni watu wenye impact kwa jamii, mnawateka. Samia, utateka watu kwenye hili taifa mpaka lini? Acha huo upumbavu unaoufanya. Kuteka watu hakutokufanya wewe uendelee kutufanya sisi wajinga. Tumeshakataa kuwa wajinga na watumwa. Angalia basi watu wa kuwateka. Sasa hivi unateka watoto, unateka wazee, unateka vijana. Umeshanogewa na damu za watu. Damu zimekuwa tamu Samia, Damu imekuwa tamu ya watu. Maelfu ya watu ulioua bado hujalizika. Muachie huyo mzee, muachie Malisa, muachie aende zake. Kwanza kwa umri huo sio mtu ambaye hata anaweza kuchukua kiti cha urais, maskini ya Mungu. Ila ameamua kukataa udhalimu. Samia, kila mtu anayekupinga unamuua. Samia, kwa nini umekubali kuwa Idi Amin kwenye hii nchi? Kwa nini umekubali kuwa Idi Amin? Kwa nini umekubali kuwa Idi Amin? Kwa nini Samia? Samia, wewe ni shetani. Wewe ni shetani mwenye miguu miwili. Kwa nini unakuwa hivi? Unataka hili taifa tuwe wote wapumbavu ambao hatuongei? Yote unayotufanyia sisi tuendelee kunyamaza. Kwa nini tuendelee kunyamaza wote? Tupo ambao tutasema na tutasema mpaka dakika ya mwisho. Najua unanitafuta, najua. Lakini mwisho wa siku sitanyamaza. Mwachie Malisa aende zake. Mwachie huyo mzee. Samia, kuna kesho. Wewe upo kwenye hicho kiti lakini haujafaa hata kwa 20%. Hauna hekima ya uongozi, hauna akili ya uongozi, hauna chochote ambacho unaweza kukifanya kwenye hicho kiti. Badala ya kutengeneza taifa umeliharibu. Tumekuwa na picha tofauti kwa mataifa. Tumekuwa na picha mbaya popote. Tunatamkwa vibaya kama Watanzania. Lakini
Umeona haitoshi, pamoja na kuua watu umeua maelfu, bado huyo mpumbavu Kikwete anakuongoza vibaya. Wazee yani mpaka sasa hivi napata akili kwamba mmewamaliza nyie watu waliotangulia, mmewamaliza ili nyie mbaki mfanye ushetani wenu. Mwachieni Malisa, mwachieni huyo mzee. Samia, unapata wapi ujasiri wa kusimama sehemu yoyote hali ikiwa watu uliowateka wako huko nyuma na wanakulilia? Haya maisha ya kutekana ni mpaka lini? Mnataka tusiongee? Unawatuma washenzi na wajinga wanakuja kulopoka, mnaita vimedia vyenu uchwala, mnaongea ushenzi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mnasema kwamba uhuru tunautumia vibaya. Mnataka tunyamaze wote wa Tanzania, utuue kama kuku kama unavyoua? Hii ni nchi ya demokrasia. Umesahau kwamba ni nchi ya kidemokrasia hii. Kila mtu ana uhuru wa kuongea na kuikosoa hii serikali ya kipumbavu na ya kishenzi. Kwa sababu kama ungekuwa una hekima hata kidogo, baada ya yale mauaji ulitakiwa ukome kuua raia pamoja na kuteka. Umekosa suluhu. Suluhu ilikuwa ni kuacha tu tusisikie kelele za watu kulia kwa kulilia ndugu zao. Ungeacha Samia. Tunajuta sasa hata kuruhusu ile kwamba kiongozi awe hajajua si kusoma na kuandika. Sasa hivi katiba itabadilishwa na tunahitaji rais msomi, rais ambaye ana uwezo wa kupambanua mambo. Tungepata rais msomi asingekuwa anaua watu kama kuku. Muachie Malisa aende zake, muache Malisa aende zake. Huyo ni mzee, anategemewa. Waza leo wewe haupo. Leo upo, uondoke ghafla leo wewe Samia. Watoto wako unadhani watakuwa jukuu zako? Umeshawahi kuwaza hicho kitu? Malisa ana watoto na yeye kama walivyo wanavyokupenda Wanu na Abduli na wengine. Ndivyo Malisa watoto wake wanampenda, wanamuhitaji nyumbani. Lakini umemteka, unamtesa na umewafunga midomo, hutaki waongee. Tunaongea Samia. Samia, tunaongea kwa ajili ya hili taifa. Mimi sitonyamaza na wengine wote wapenda haki hawatonyamaza. Tunahitaji sasa uhuru na sisi. Uhuru wa kuishi. Samia, uhuru wa kuishi ndio tunaohitaji sasa hivi. Kwa nini wewe umekuwa Israeli mtoa roho za watu? Umekosa haya, unasimama na macho yako kama kidonda, unasimama kwenye hadhara, unaongea. Huku nyuma nafsi zinakulilia. Umeona haitoshi, watu wanakulilia. Malisa analia, umemteka. Kwa nani ajui kama umemteka Malisa? Umemteka Polepole. Unadhani hii ni siri? Unatumia jeshi la polisi vibaya Samia. Nchi haiwezi kuongozwa hivyo. Hatuwezi kuwa na rais ambaye anatupa machozi kila wakati. Hatuwezi. Tumekataa. Na ndio maana tunaongea. Sisi si adui zako Samia, sisi si adui zako. Sisi ni watu ambao tuko kwa ajili ya kukwambia kwamba unachofanya sio sawa. Pamoja na kwamba unawafunga wengi midomo na wengine unawapa pesa, unashindwa kuongea ukweli. Sisi tunakwambia ukweli, unachokifanya sio sawa. Unateka watu mbele ya macho ya watu na tunaona. Utaendelea kututeka Watanzania. Kwa nini unatuteka Watanganyika tu? Umekuja kutumaliza, umekuja kuimaliza hii Tanganyika. Mbona umekuwa na roho za kishetani namna hiyo? Jeshi liko wapi? Liko wapi liokoe nchi? Samia, mbona amekuwa Mungu mtu? Kwa nini mnabariki hili? Mzee wa watu maskini. Roho inaniuma nikimkumbuka Malisa, mimi usingizi unakata. Mwachie huyo mzee. Huyo mzee ni hazina. Mmewaua wote, basi amebaki yeye na wengine wachache. Mwacheni. Katika usema kweli amebaki yeye na mzee Walioba tu. Wengine wote tayari umewanunua, umeweka kwenye mikono. Hawana uzalendo. Mzalendo alibaki Malisa. Mrudishe. Acha kuteka watu. Acha kuwateka. Kuna kesho wewe utaondoka. Ina maana tutakuwa hatuna viongozi sisi. Kwa nini wewe kila mtu mwenye akili ni adui kwako? Kila mtu anayeongea ukweli wewe unataka kummaliza. Unakosea. Kuna kesho Samia. Kuna kesho. Wajukuu zako watahitaji kiongozi bora. Watatoka hapo utakuwa umewaua wote. Inaniuma. Mimi naumia. Naumia sana. Huyu ni mzee. Mwache aende zake. Kuwa na roho ya utu Samia.